Yaani wakati mwingine anasema kwa nini umeniacha? Natafuta sababu nyingi. Kwa nini umeniacha? Wakati mwingine hata sababu hizo zilizomfanya akuache, hata akikwambia hazitakusaidia, hazitakubadilisha. Kwa mfano, nachukulia mfano mtu akiniambia ameniacha kwa sababu mimi nikijua hiyo sababu nitabadili nini? Mwanaweza nitajiongeza urefu. Kuna hata mmoja ambaye anaweza kuongeza urefu wake hata mkono mmoja, hayupo sivyo? Wakati mwingine usitafute sababu. Amesema anakuacha, amesema bwana faidie. Uende salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ndio mwingine atamaliza mwezi mzima hajafika kanisani, hajafika fellowship, eti kwa sababu ya kuzini sana ile kupata utumishi mkubwa fulani ya duniani, mimi sio fulani nilipa. Ninampa mwanadamu kila kitu chako. Yaani nilimpa moyo wangu wote wewe. Nani amekwambia mwanadamu anapewa moyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanadamu hapewi moyo. Asema mpende Bwana Mungu wako. Kwa nini? Kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote, sio hivyo? Tena na kwa akili zako zote. Wewe akili zako, moyo na kila kitu kwa mwanadamu. Hapo tete fulani anaweza kaisikia kwa muda wote ule. Mungu atusaidie sana. Amen. Inahuzunisha na kufikisha kwamba mtu aliyeokoka inafika wakati at least aliyeoa, yani au ameolewa, yani at least sema kwamba tuliingia agano na mtu alikuwa, yani mtu ambaye alikuja tu from nowhere, ukasema huenda ndio Mungu amezungumza kwa bali, afu siku anaondoka eti ndio umie kiasi hicho, yani uteseke, umsahau hata Mungu aliyekuita umtumikie yeye, yani umsahau hata Mungu aliyemleta huyo. Kama Mungu alimleta huyo na akamsa aondoke na ibada. Bwana asifiwe. Amen. Kama Mungu ndiye aliyemleta huyo, afu ndo ameruhusu aondoke. Wewe unapinga nini? Bwana asifiwe. Amen. Unaleta pingamizi la haki kwa Mungu. Yaani mtu ambaye hata pingamizi la haki huenda naye. Bwana asifiwe. Amen. Why so? Lakini tuwe na haki ya kuwa mambo atoaye Mungu maadamu hawezi kutoa. Ile furaha na burudani anayoweza kutupa Mungu wanadamu hawezi kutoa. Hebu ifike wakati maisha yetu tumtazamie Mungu tu, afu tujue kabisa kwamba hivi vyote ni addition. Kama ifike wakati hata mwinjilisti akiwa hayupo au mwinjilisti asiponikumbusha kuhusu ibada, kwa sababu mimi najua chanzo changu cha faraja yangu na maisha yangu mimi ni kwa Mungu na mkimbilia Mungu. Hata nikifika ibadani nikuta hakuna muumini hata mmoja, naweza kukaa kwenye benchi hapo nikamwabudu Mungu wangu kwa roho na kweli. Amen. Naye akanisikia. Bwana asifiwe. Amen. Hata ikifika wakati nimeenda sehemu ambayo hakuna watu wanaoabudu, lakini mimi kwa sababu najua Mungu ambaye amenitoa mimi, ambaye namwabudu mimi kwa ni chanzo cha mambo yote, naweza kumwabudu yeye. Bwana asifiwe. Amen. Sasa afu mwanadamu akawa kama addition, product yake au faraja inayotokea au mafanikio yanayotokea au amani inayotokea inakuwa ina nguvu za Mungu. Sasa ikiwa ina nguvu za Mungu, maana yake inadumu, kwa sababu uwepo wa Mungu hauishi, hauna mipaka, hauna limitation mahali popote pale. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nikikaa mimi afu nikaplasi mwanadamu afu Mungu akawa pale kama addition, kwenda wakati mwingine mkadumu kwa kitambo tu, mkadumu kwa kitambo tu, yani ile faraja au ambayo unayoipata, yawezekana usipate amani kabisa, au ukapata amani ya kupita, ukapata faraja ya kupita. Bwana asifiwe. Amen. Ni mfano mdogo tu. Wewe aliyosema mtumishi
kwamba wakati mwingine mtu anaweza akawa ameacha na ibada, ndio hivyo. Yaani ikafika wakati amefika duse au akafika sehemu fulani, kwa bahati nzuri neema ya Mungu ikamtembelea, ni binti au kaka, akakutana na kijana mwenzie, wakaanzisha mahusiano, ndio hivyo. Nao wakafurahia, wakaambizana sentensi nzuri zilizopangiliwa vizuri za kudanioti, zikakaa pale, wakafarijiana vizuri, sio hivyo? Of course wanafurahia, sio hivyo? Hata msipojibu wanafurahia. Bwana asifiwe. Amen. Lakini nikwambie kwamba kwa sababu Mungu hayupo katikati yao, wamemweka Mungu kama addition au tunasema kama catalyst, ambayo hata kwenye end product haitaonekana. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye end product haitaonekana. Kwa hiyo itatokea faraja au amani au mafanikio katika jambo lao waliokusudia, lakini hilo jambo litakuwa sio la kudumu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini madhara yake litaleta product ambazo zinaweza kuwaumiza, zinaweza kuhatarisha hata maisha yao. Bwana asifiwe. Amen. Kwani hamsikia kwamba kuna vio fulani watu wanajirusha magorofani? Bwana asifiwe. Amen. Simu simnazo, watu wanajirusha magorofani, watu wanajinyonga na kamba hivi. Wanakuwa anajichoma na kifuko chake kwa mtu. Kwa sababu fulani amefanya. Ndio anatokea kwa nini? Kwa sababu alijiweka yeye kwanza, afu akamweka na yule anayempenda, afu Mungu akachora mstari pale kama kwenye kemia, akaweka Mungu kama catalyst ndogo, andalo pressure kule mwishoni product inayotokea inakuwa haina nguvu za Mungu au haina mpango wa Mungu. Wanaweza siwe. Kwa hiyo inayotokea huko, kwa sababu haina nguvu za Mungu, haina uwepo wa Mungu, wala haina baraka za Mungu, inakuwa ni ya kitambo kidogo. Wanaweza siwe. Amen. Ni wakati fupi. Afu baadaye, kwa sababu ulisahau hata neno la Mungu, ukasahau kuwa Mungu ndiye aliyeomba umpe moyo wako wote, akili zako zote, mali zako zote, ukampa nani? Mwanadamu. Ukampa kaka, ukampa dada. Ikafika wakati, kwa sababu alikuwa sio wa Mungu, kwa sababu hana hata hofu ya Mungu, sio hivyo? Ambacho hakijatokana na Mungu, hakina hofu ya Mungu, sio hivyo? Inafanya anaondoka, kwa sababu yeye hana la kufanya tena. Anafanya nini? Anaondoka. Baada ya kuondoka, nini kinatokea? Shida inabaki kwako wewe uliyetoa vyote. Moyo wako ameondoka nao na akili yako ameondoka nayo. Kwa hiyo unaenda kujinyonga, unaenda kujirusha, au unaacha ibada, unaenda kujifungia nyumbani kwako, unashindwa hata kula, unalia muda wote hadi unaugua lazima hospitalini. Ni kwa sababu moyo wako haupo na akili yako haifanya nini? Hajipo. Ameondoka nazo. Kama ameondoka na akili, utafikirije kwamba hiki jambo linaniumiza? Kwa sababu unajua kabisa brain ndio inayo connect mambo, ndio kwamba ujisikie njaa au ujisikie usingizi, ujisikie kuchoka au ujisikie tena, kwa sababu ubongo umefanya nini? Ameondoka nao. Kwa hiyo kinachofanyika ni kama umefanya nini? Unaoteka. Naye ameenda mbali, tutarudishana. Wanaweza kuwa. Amen. Neema ya Mungu itusaidie sana. Wanaweza kuwa. Amen. Neema ya Mungu itusaidie sana. Lakini Mungu akikaa na sisi, faraja anayoitoa yeye na mambo anayoyatoa yeye ni ya kudumu. Lakini pia Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 4 anasema kwamba atufarijie katika dhiki zetu
zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama Mungu, maana vitu anavyoweza kutupa Mungu au furaha anayoweza kutupa Mungu ina